ungeona majeshi ya pepo yanayotafuta kukuangamiza. Lakini kama ungeiona mitego yote, ungeona mitego yote ambayo unategwa na shetani, halafu malaika uona unaitegua, ungetoka kwenye nyumba yako. Pige Yesu makofi ya kutosha. Lakini maisha yetu yamejaa neema kwa sababu Bwana hutusaidia kupita tunavyofikiri. Haleluya. Nakwambia kula kwako tu, wapo watu wanakunywa maji, alafu yale maji yanaingia njia ya hewa na kufa. Lakini umekunywa maji mengi, hayo hayakukupata. Ziko njia nyingi ambazo shetani angepewa nafasi angeziharibu maisha ya mtu, lakini hapewi nafasi kwa sababu tumesimama kwa neema. Pige tena Yesu makofi ya kutosha. Haleluya, haleluya. Wiki jana tumekuwa tukijifunza somo linalosema ndoto, maono na mafunuo. Ninajua wapo watu ambao hawakuwepo, lakini itaniwia ngumu sana kusema vitu vingi ambavyo tumepita, lakini nitasoma tu tafsiri kwa haraka ili huku mbele tunapoenda uweze kuwa kidogo wewe ambaye ukuwepo na idea. Maana ya maono ni hali ya mtu kupewa nafasi ya macho ya kiroho na kuanza kuona vitu au viumbe vya rohoni. Maono maana yake ni hali ambayo mtu yuko live, anatembea, ameketi, anafanya shughuli zake, anaongea na ndugu zake, anakula chakula, lakini ghafla akaanza kuona vitu ambavyo si kawaida kuona kwa mtu wa kawaida. Akaanza kuona aidha malaika au mapepo au viumbe vya rohoni au mambo yoyote ya rohoni au hata mambo ya mwilini, lakini yaliyo mbali. Akaanza kuona, akaona, akashangaa, atazama, na hata akimwambia mwenzie, hebu tazama, angalia pale, mimi naona hivi na hivi, yule mwenzie ambaye akupewa ile neema kwa saa ile atamwambia sioni kitu. Hayo yanaitwa maono. Bwana Yesu asifiwe. Na maono hayaonekani kwa mtu katika hali ya usingizi. Ukiwa umelala usingizi huu wa kawaida, hapana. Maono hayawi hivyo. Maono yanaonesha unaona vitu ukiwa live. Lakini kasema ziko aina mbili za mtu kuona au kuchukuliwa. Yako mazingira ya aina mbili. Kwa wale ambao hawakuwepo, kulikuwa na mazingira ya mtu anatembea tu anaona, lakini kuna mazingira mengine ya kuona mtu anatwaliwa, anauacha mwili. Kwa lugha nyingine ni kama anakuwa amekufa, ametoka kwenye mwili, anauona mwili wake, lakini yeye anakwenda anauacha mwili, anaonyeshwa halafu anarudi kwenye mwili. Hiyo ni aina nyingine ya maono. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini maana ya ndoto, ndoto ni tafsiri au matukio ambayo mtu anayaona akiwa katika hali ya usingizi. Ndoto ni taarifa ambayo mtu analetewa na Bwana akiwa kwenye usingizi. Amelala, hajakufa, hatembei, amelala, amesinzia. Bwana anakuja anasema naye. Tuliona wakina Suleimani na wengine wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mafunuo ni kuwekwa wazi kwa kupitia neno la Mungu au Roho Mtakatifu. Maana yake kuwekwa wazi kwa kitu fulani kupitia neno la Mungu au nguvu za Roho Mtakatifu zinakuonyesha, yani zinafunua mambo mpaka wewe unashangaa. Kuna andiko ningelipata ningekuonyesha. Yesu akawaambia wanafunzi, je, watu wananinenaje? Wakaongea vile watu wananena. Mchungaji atanitafutia ile andiko. Halafu Yesu akawauliza wanafunzi, ninyi
nanyi mwasemaje? Nataka nikuonyeshe mafunuo. Karibu tusomee. Nitasoma kitabu ni Mathayo, ndio, sura ya 16. Mstari wa 13. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi. Akawauliza wanafunzi wake. Ndio. Akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Ndio. Wakasema, wengine husema yu Yohana Mbatizaji, wengine wanasema wewe ni Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine wanasema wewe ni Elia, wengine Yeremia, wengine wanasema wewe ni Yeremia, au mmojawapo wa manabii, aliyekufa amefufuka. Akawaambia, Yesu akawaambia, nani mwaninena kuwa ni nani? Ninyi mnaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Nataka usome mistari hapo chini sasa. Nitaendelea. Yesu akasema, Yesu akamwambia Petro, heri wewe Simoni Bayona, heri wewe Simoni wa Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, ndio bali Baba yangu aliye mbinguni. Piga Yesu makofi. Unaona, Yesu anakiri kwamba kuna mafunuo, kwamba tamko analotamka Petro halikuwa jambo ambalo angeweza kuliota katika ndoto. Kwa ile saa, maswali yanayoulizwa kwa ile saa hayangemsaidia hata kuona maono, ila ndani ya nafsi anapata kufunuliwa saa ile, anasema wewe ni Yesu. Hiyo ni mafunuo. Kuna wakati unaweza ukapita mahali pa njia pana, tutasoma huko mbele, kitu kinataka jibu papo papo, kinachokusaidia ni mafunuo. Sasa ndoto, maono na mafunuo, hivi vitu ni nini? Nilisema ni aina ya njia ambazo Mungu anaweza kukufikishia habari. Bwana Yesu asifiwe. Akishuka mzima hakuna atakayesimama. Akishuka na jeshi la malaika hayupo atakayebaki. Ila Mungu hutumia hizi njia kufanya mawasiliano na watu, kama ambavyo anatumia njia ya maombi. Unapopaza sauti unasema, yeye anasikia. Kwa hiyo wakati mwingine huleta majibu kwa njia ya maono, ndoto au kufunuliwa. Haleluya. Na sauti ya Mungu inaposikika masikioni mwako, hiyo nao ni aina ya mafunuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo Mungu anavitumia kufanya mawasiliano na wanadamu. Tulisoma maandiko mengi, tukisema tuendelee kuyaangalia itakuwa muda hautatutosha. Leo nataka tutazame kipengele. Nafikiri tulirekodi, mchungaji atawarushia kwa wale ambao hawakuwepo. Kama utapenda kusoma kuyatazama hili fundisho utapata, lakini nilisema mambo muhimu tunakutajia. Nilisema hivi, ndoto, maono na mafunuo sio karama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu wanaweza kuota watu wa aina zote. Wapo watenda dhambi wanaweza wakasema na Bwana kwa ajili ya namna hii. Mungu tu akamwonyesha hata maisha yake yanavyokuwa. Tunaelewana watu wa Mungu? Maana yake kwa kuwa ndio njia ambazo Mungu husema na watu, basi Mungu huwa hachagui mtu wa kusema naye. Anaweza akasema na mpagani juu ya maisha yake, kadhalika maono. Lakini kasema mafunuo, mara nyingi sana mafunuo huwa ni kwa watakatifu, na iko sababu nitakufundisha Mungu akitupa nafasi zaidi huko mbele. Hivyo ni vitu vichache kwa wewe ambaye ukuwepo, nimetaka uvifahamu. Sasa leo nataka tutazame mazingira ambayo mtu anaweza akaona ndoto, na mazingira ambayo mtu anaweza akaona maono, na mazingira ambayo mtu anaweza akaona mafunuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mazingira gani mtu anaweza akaanza kuona maono? Lakini tuangalie watu wa Mungu, kabla sijaenda mbali sana. Hivi ni vitu muhimu sana.
unaweza ukapata mambo mawili. Jambo la kwanza, kupotea kutoka mikononi mwa Bwana, au kubaki na kutembea katika mapenzi ya Mungu kulingana na kile umeota. Maana hii ni nini? Ndoto, mara nyingi ndoto inatembea kwa mafumbo. Bwana Yesu asifiwe. Ndoto huwa ni lugha ya Mungu ambayo huwa inakuja wakati mwingine kwa mafumbo. Unaweza ukaota miti, lakini ikawa sio miti, ni watu. Unaweza ukaota bahari, lakini sio bahari, kumbe ni ndani ya jamii. Unaweza ukaota unakwenda unakufa, lakini kumbe hufi mwili, ila ni nafsi. Huwa inakuja katika namna ya mafumbo fulani. Kwa mara nyingi ndoto, wengi walioota, wengi walihitaji kupata tafsiri. Yesu asifiwe sana. Lakini maono kadhalika, yapo maono ambayo yanahitaji tafsiri, lakini hayo maono yanayohitaji tafsiri mara nyingi ni watu ambao wako mbali na Mungu, ama ampenda Bwana lakini uko mbali naye, au amepewa tu neema mtu kuona, hajui atatafuta mtu amweleweshe. Lakini mara nyingi mafunuo huwa yanakuja na kuwaga wazi sana. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu ambacho huwa kinawapoteza watu wengi ni watu ambao wanatamani kuongozwa na mafunuo, ni watu ambao wanatamani kuongozwa na maono, ni watu ambao wanatamani kuongozwa na ndoto. Ukishaanza kutamani kuongozwa na ndoto, ukishaanza kutamani kuongozwa na mafunuo, ukishaanza kutamani kuongozwa na maono, kuna dalili utachoka mapema. Bwana Yesu asifiwe sana. Huko mbele nitawaeleza vizuri, lakini hapa dondoo chache chache ili uwe na idea kule tunaenda. Kwa nini? Maono hayalipimi neno, lakini neno la Mungu linapima maono. Pigie Yesu makofi ya kutosha. Ndoto haina mamlaka ya kupima neno la Mungu, lakini neno la Mungu linaipima ndoto. Haleluya. Na hapa ndipo wengi huwa wanapotea. Anaona ndoto, badala ya kurudi kuipima katika neno la Mungu, anataka neno la Mungu lipimwe na ndoto yake. Hii ndio hatari ya waota ndoto. Hebu sema kwa jina la Yesu, Bwana anipe neema ya kuota na kutafsiri katika jina la Yesu. Neema hii juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi ni dondoo kidogo nimetaka nikupe, alafu tuendelee. Sasa nataka tuanze na mazingira ambayo mtu anaweza akaona. Jambo la kwanza, mazingira ambayo mtu anaweza akaona maono. Mtu anaweza akaona maono akiwa amefumba macho ya nyama, lakini mtu wa rohoni anaona. Yaani unaweza ukawa umekaa mahali, ghafla ukajikuta tunatamani kufumba macho, sio umelala. Umefumba tu macho, ukajisikia tukafumba macho. Alafu ghafla ulipofumba macho, upewe tena nafasi ya kufungua macho, alafu unaanza kuona mambo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni hali ambayo inaweza ikakutokea ukaona maono. Sio ukasema ndiye kuletea maono ni shetani. Lakini kuna namna nyingine. Ukiwa katika maombi, mtu anaweza akawa katika maombi, anafanya maombi, anaomba, ghafla akaanza kuona maono. Tuko pamoja? Yesu asifiwe. Na kuonyesha mazingira ya wewe kuona maono, ili utakapokutana na hali hii usije ukasema ni ndoto, ujue yale ni maono. Bwana asifiwe. Mtu yuko katikati ya maombi,